Wakati mwanaume huyo alikuwa akifyeka magugu kwenye bustani yake ya mboga, alipiga ardhi kwa jembe lake na kutoka kwenye lile shimo, samaki wakubwa walianza kumwagika bila kuacha. Ili kuepuka kuamsha mashaka, alikodisha bwawa upande wa mashariki wa kijiji. Shukrani kwa kile chemchemi isiyo na mwisho wa samaki, akawa tajiri. Lakini mafanikio yake yalichochea wivu wa mwenyekiti wa kijiji. Siku iliyofuata, mwenyekiti alikuja na shemeji yake ili kupandisha kodi. Mwaka ujao kodi itakuwa 60,000, kama hukubali, nenda rudi kwenye bwawa. Bila kusita alijibu, sawa. Wawili hao walitazamana na kuondoka wakiwa wameridhika. Mara tu walipoondoka, aliitisha pampu za maji na lori za kusafirisha samaki hai. Usiku huo huo, alihamishia samaki hao kwenye machimbo yaliyotelekezwa. Mkurugenzi zao, ni nini kinakuleta hapa? Ingia ndani uketi. Sikai chini, nimekuja tu kukujulisha. Kijiji kimeamua kupandisha kodi ya bwawa hadi 60,000. Mkurugenzi, mkataba unasema wazi 28,000 kwa mwaka. Bado kuna mwaka mmoja umesalia. Je, kuipandisha sasa si kinyume cha sheria? Nimesimamia bwawa hili kwa miaka mitatu. Nilipoichukua haikuwa kitu ila matope tu. Nilijituma hadi mfupani ili kuigeuza. Sasa ndilo bwawa lenye tija zaidi kijijini. Mwezi ujao nilikuwa naenda kuvuna samaki na kupata faida nzuri, na sasa unachagua wakati huu kupandisha kodi? Siumen, huwezi kuangalia tu kilicho mbele yako. Kila kitu kimekuwa ghali zaidi. Kijiji kinahitaji kupiga hatua pia. Bei hii iliwekwa na kamati ya kijiji, si uamuzi wangu binafsi. Kaka Chen, kisheria mkataba unapoisha, mwenye nyumba anaweza kuweka bei mpya. Hiyo ni kawaida katika soko. Kama hutakubali bei mpya, unaweza kuchagua kutofanya upya. Lakini vipengele katika mkataba uliopita viko wazi kabisa. Mara tu unapoisha, kila kitu kilichoongezwa kwenye bwawa ni mali ya kijiji. Kwa maneno mengine, usipofanya upya, huwezi kuchukua hata samaki mmoja na wewe. Siumen, fikiria kwa makini. Kundi hili la samaki lina thamani ya zaidi ya 100,000, sivyo? Tunajaribu tu kuomba 60,000, bado utafanya makumi ya elfu ya faida. Usiwe mchoyo sana. Acha kijiji kipate kitu pia. Mkishirikiana tutabaki kuwa majirani wema. Mkisisitiza kuleta matatizo, itabidi tuchukue hatua kinaga cha sheria, na mambo yakiharibika, hakuna anayefaidika. Naelewa, hata niseme nini sasa haitabadilisha kitu. Kwa kuwa umevunja maneno yako, sitaendelea kucheza kama mtu mzuri pia. Vizuri, hivyo ndivyo Siumen. Wewe ni mtu mwenevu. Nitakupa siku 3, kisha ulete pesa na utie saini katika ofisi ya kamati. 60,000? Hata ujambazi si waibu hivi. Katibu Wang, lile chimbo la mlima lililotelekezwa linagharimu 5,000 kwa mwaka, sivyo? Imejaa maji safi ya chemchemi. Ubora wa maji ni mara 100 bora kuliko bwawa hili la matope. Sikuwahi kuitaka hapo awali kwa sababu ilikuwa mbali sana, lakini sasa ni kamili. Siumen, ndiyo, ni tupu. Chimbo hilo limetelekezwa kwa miaka 7 au 8. Kwa nini unauliza? Nataka kuikodisha. Naenda huko sasa hivi kutia saini. Siumen, fikiria kwa makini. Ni kirefu, lakini kufuga samaki huko haitakuwa rahisi. Ni sawa, nina mpango. Kweli, hakuna aliyetaka hivyo hata hapo. Limetelekezwa. Kama kweli unaitaka, naweza kuamua. Nitakupa kwa 3,000 kwa mwaka. Hakuna punguzo linalohitajika. 5,000 ni 5,000, lakini nina sharti moja. Mkataba wa miaka 3 ulioandikwa wazi kabisa. Katika miaka hiyo 3, kodi haiwezi kuongezwa. Atakayevunja makubaliano atalipa fidia mara 10 ya kiasi. Nitafanya mkataba uandaliwe. Chini ya dakika 10 baadaye, mkataba ulichapishwa. Alipitia kila pengele neno kwa neno, akiangalia kwa makini dhamina na kodi. Baada ya kuthibitisha kila kitu kilikuwa sahihi, alitia saini, akabonyeza alama ya kidole chake gumza kwenye karatasi na kuangalifu kuweka mkataba huo. Mara tu alipoondoka kwenye ofisi ya kamati, alitoa simu yake na kumpigia simu Lee. Lee alikuwa mvuvi ambaye mara nyingi alimwajiri. Alikuwa na wanaume 8 wafanyakazi haraka chini yake waliobobelea katika kukamata na kupakia samaki hai. Mjomba Lee, lete watu wako. Pata kila lori la samaki hai unaweza kupata na uje mara moja. Siumen, bado si wakati. Mwezi ujao samaki watakuwa wene zaidi. Ukiwavuna sasa, utapoteza pesa nyingi. Siwezi kusubiri hadi mwezi ujao. Tunafanya kazi usiku huu, sitaki hata samaki mmoja aachiwe nyuma. Lu, niletee pampu za maji zenye nguvu zaidi ulizonazo. 3 za mtanenaji na zihitaji ziekweo kabla ya usiku kukucha. Siumen, bwawa lako linashika meta 1,000 za maji. Kwa nini uimwage? Hii haitakuwa rahisi. Nitalipa kila senti. Anza tu kusoga. Jambo lolote likitokea, nitajibeba masuula. Saa 1:30 jioni, mikokoti 3 ya injini ilifika kwenye bwawa guzikani. Lu na watu wake walishusha pampu 3 zenye nguvu kubwa. Ilipotimu saa 2 kamili, muundo mkubwa wa injini ulisikika kutoka lango la kijiji. Lori 10 za kusafirisha samaki hai ziliingia kikamoti, tari zake zikiwa zimezimwa na kusimama kimya pembeni ya bwawa. Akisimama kwenye ukingo, alitoa amri, washa. Jenereta 3 za diesel zilinguruma kwa pamoja. Mabomba mazito yalikaa vizuri, huku maji mengi yakichuruja na kukimbilia kwenye mfucho wa maji. Kiwango cha maji kilishuka wazi. Lu na makumi ya wafanyi walitandaza wavi mkubwa na kulivuta kutoka upande mmoja wa bwawa hadi upande mwingine. Samaki wakubwa waliruka sana kwenye matope, yakimwaga maji hadi meta 2 juu. Wafanyi walitembea kwa kasi ya ajabu sana. Kikopa baada ya kikopa, samaki hai walipakiwa kwenye lori. Ilipotimu saa 8 usiku, bwawa lilikuwa karibu tupu. Kisha vifua vikafuata. Mashine 5 za kuongeza oxygen na malisho 3 ya automatic yalibomolewa. Hakuacha nyuma nyaya zinazoning'ina wala kamera za usalama pia. Hata kitanda cha kukunja kwenye kibanda kilichukuliwa. Saa 11 asubuhi, pampu zile 3 za hai zilifungwa mara ya mwisho. Bwawa lilikuwa kali kabisa.
Alimlipa Lu kwa kazi ya kupumba maji na akamkabidhi kila msaidizi bahawa iliyojaa malipo mara 2 ya mshahara wake wa kawaida. Kabla ya kuondoka, aliangalia nyuma na kucheka kwa dharau. Na shangaa utafikiri nini Gwaifa utakaporudi na kuona mharabu huu. Kama alivyotarajia, alfajiri ya asubuhi iliyofuata, Zhao Gwaifa alirejea bwawani pamoja na Zhao Shaoyun.